Sio kila wakati subira huvuta heri. Kuna wakati subira huvuta shari. Najua unanipenda tangia zamani, lakini kwa sasa niache nifikirie. Tatizo moyo na akili yangu umeivuruga Ken, na kupenda. Sharabu. Mbona kama nimeongeza tatizo, lakini haiwezekani. Asante kwa kunijali. Kujali kuhusu mwingine ni haki ya kila mmoja, na lengo kuu ni kujua kwa nini nimekukuta pale, na hata hivyo sikulila tukumaliza maongezi. Ni kweli dada anataka iendelee kuwa siri, lakini mimi naumia kumwona mwenzangu yuko vile. Kwa hiyo kama dada yako amemtia upofu Najma kwa sababu ya mapenzi uliniambia, na sio kwa ndute, sasa ni nani? Ni Keni. Keni? Ina maana Najma ana mahusiano na Keni? Hapana, wale ni marafiki tu, hawapo kabisa kwenye mahusiano ya kimapenzi. Samlati, siri ya mtungi aijuaye ni kata. Nikiwa na maana hauwezi kuona kitu cha ndani ukiwa nje, lakini pia siri ya moyo inabaki kwa mtu mwenyewe. Na kwa nini ulijinamia pale? Nilikutana na dada Hajira, akaniambia hanatoka kwa mganga, na amesema sasa alichoniambia mganga kabla tujafanya maamuzi yoyote, ameniambia niwaambie watu wake wa karibu, na nikiangalia ni wewe na dada yako. Kwa hiyo nenda kamuulize dada yako kama kuna jambo mmelifanya, njooni mniambie mapema kabla kuja kucha. Ndio maana ukanikuta vile. Samlati, ukweli ni kama shubiri, lakini na imani itakuwa dawa nzuri sana kwako kama atakuwa mwelewa, na moyo wako utabaki huru bila mashaka yoyote. Kaka, baba naumwa ukimwangalia kwa macho, lakini kwenye vipimo havionyeshi ugonjwa wowote. Inawezekana vipi? Kwani ulimpeleka hospitali gani kwani? Nilimpeleka Lideko na Chunyu, na hii sasa hivi natoka naye hospitali ya Madangu. Ndugu yangu, hapo unaona bado. Huyu itabidi tumpeleke Muhimbili. Kaka, unazungumzia Muhimbili, Dar es Salaam? Yeah. Kaka, sisi hiyo hela tunaitoa wapi ya kupeleka hizo hospitali kubwa kama ile? Kila kitu gharama, kila kitu hela. Kaka, unaona maisha yenyewe ambayo tunaishi, pesa tunaipata wapi kaka? Ninachokiona mimi, tumpeleke kwa mganga, na huo ndo ushauri wa madaktari. Wamenisii sana hiyo. Mdogo wangu, mbona bado unaabudu ushirikina? Hata Mungu ampendi mshirikina. Sikiliza, mimi nina daktari wangu. Huyo daktari ninamwamini sana. Ngoja nimlete hapa, amshughulikie mzee, kila kitu kitakaa sawa. Mpeni kwanza uje ili ameze dawa. Dawa za nini tena? Vipimo si vinaonyesha kuwa hana ugonjwa wowote. Sasa dawa za nini? Unajua madaktari waongo hawa. Sikiliza sasa, mimi nitamleta daktari wangu. Huyo daktari ni professional sana. Na imani atamtibia mzee na atakaa sawa. Basi mimi nakutegemea, kwa na kusikiliza tu wewe, umlete huyo daktari wako bingwa. Ondoa shaka juu ya hili. Baba, usijali, utapona mzee. Ngoja nikafanya mipango ya pesa ili nimlete daktari kesho tu. Sawa kaka, na nakutegemea, usiniangushe. Alina shida. Nakutegemea sana. Alina shida.
lazima niwajibike. Hivi Najma, una ugomvi na mtu yoyote? Hapana dada. Unahisi kuna mtu amesababishia hivi? Ndiyo. Mwenyezi Mungu ndiye ambaye anajua zaidi. Wala usimfikirie vibaya mtu yoyote yule. Mdogo wangu, mimi nilienda kwa mganga siku ambayo tatizo lilitokea. Niliziona nyayo za mtu, kisha nikachota mchanga na nikapeleka kwa mganga. Kwa hiyo wamesemaje? Alichosema, kabla tujafanya maamuzi, niwaulize watu wako wa karibu. Na wewe ukaribu wako kwa Ibtisam na Samlati. Hawawezi kufanya hivyo. Sawa, hawezi kufanya hivyo. Lakini nilikutana na Samlati, nikamwambia narudi kwa mganga. Baada ya kumwambia nilienda kwa mganga, alikuwa na wasiwasi sana. Najma, hisia zangu zinanituma hapa kuna jambo. Hivi Najma, eti una mahusiano ya kimapenzi na Ken? Wewe mjui shemeji yako. Mimi na Ken tumezoeana. Si unajua masuala ya Ken? Na kwa nini umeniuliza hivyo? Naona kuna watu wanalia wivu mtaani. Ni nani analia wivu? Itabidi nikamuulize. Kamkubwa, mi kazi zako nazielewa sana. Kuna shamba linauzwa kama hekari 15 hivi. Shamba hilo la kwenu au la nani? Hilo shamba ni la mzee. Mzee anaumwa sana. Kwa hiyo ameniagiza nimtafute mteja ili tuweze kuuza hilo shamba. Sitaki usumbufu. Kuna wengi wanaleta usumbufu afu mara nyingi mpaka inaonekana kwa mabosi sio mtu wa maana au usifanye kazi vizuri. Sikiza ndugu yangu, tusipoteze muda. Sasa tuabidi kwanza niende shambani tulizunguke bila kuja bosi. Umenielewa? Afu la pili, yani zile hati zipatikane. Hati muhimu sana zipatikane. Umenielewa? Alafu la tatu inafuatia, yule mzee wako lazima athibitishe kama kweli nimelizika kuuza hili shamba bila kudanganywa na mtu au bila kushawishiwa na mtu. Umenielewa ndugu yangu? Tusije tufanye mambo kama mengi hapa. Sasa tuishi kwa amani. Kwa hiyo tu uniamini mpaka upate uthibitisho kutoka kwa mzee. Sema haina noma. Wewe nitafutie bosi. Mimi bosi ninaye, sema alikuwa bado kupata eneo. Umenielewa? Na kuamini naweza kuamini au sikuamini. Sasa wakati umeenda ndugu yangu, tusije tukafishana sehemu mbaya. Wewe peleka majibu kwa mzee, bosi amempata. Fanya hivyo basi Kamkubwa, ili mambo yaende chap chap. Haina tatizo bro. Nitakutegemea sana. Sina hata mambo mengi. Umeelewa? Kuna mambo mengine yana usumbufu mengi. Kesho mwanangu asubuhi. Sikule kule. Dada, kama ulizani unabomoa, tambua unazidi kujenga. Kivipi? Kamwe hautoweza kuachanisha urafiki wa Ken na Najma. Sasa hivi ndio unazidi maradufu. Unasemaje? Nyoo, nilikuambia njia sio sahihi, ukanitoa akili. Na kitu ambacho kinaumiza, hata mchanga wa nyoyo zangu umepelekwa kwa mganga. Nani ameenda kwa mganga? Kwani Najma anaishi na wanyama? Sijui baba yake anamwachia nani, ndio nisijui linaenda wapi. Yaani wewe Seledi, kila wakati upo na sigara na wewe. Hauoni kama itakuathiri mapafu yako?
Na hamna kitu kingine ambacho kinakufanya wewe uwe vizuri pasi na hiyo? Sometimes mambo hayaendi bila hivi vitu.